Chama cha Mapinduzi sana. Lakini jambo la pili, tumekuja kuzungumza nanyi kwa sababu kuna kidonda kidogo kinahitaji kiondolewe. Ndugu zangu, katika nchi hii hakuna chama chochote cha siasa ambacho kinashughulika na matatizo ya wananchi zaidi ya Chama cha Mapinduzi. Sana baba, sema. Kwa hiyo ndio sababu ya kwanza ya kuja kwenu kuzungumza nanyi, kwa sababu kuna vyama 19 vilivyosajiliwa kwa mujibu wa taratibu za nchi hii. Vyama ambavyo vinashiriki uchaguzi huu ni vyama 18. Kimoja kimejiondoa kwa sababu zake. Na kwa sababu kimejiondoa kwa sababu zake, hatuna sababu ya kulazimishana. Sababu zao zikiisha, watarudi, tutaendelea na utaratibu. Sasa kuna chama kimezuka. Chama ambacho hakijulikani kichwa, hakijulikani mguu. Lakini pia kimeweka wagombea ambao hawajulikani kichwa, hawajulikani mguu. Wala mguu. Kwa hiyo tumekuja Bonyokwa kuja kuzungumza na nyinyi ndugu zetu wana Bonyokwa. Chama cha Mapinduzi huwa mnakiparidhaa kila baada ya miaka mitano. Sana. Na mafanikio na maendeleo yanayofanywa na viongozi wanaotokana na Chama cha Mapinduzi, nyinyi ni mashahidi tosha. Sana. Mheshimiwa diwani wangu hapa, wengi nyinyi ni mashahidi. Katika kata hii Tumike amefanya kazi kweli sana. Amekuwa ni diwani wa kwanza hakulala katika halmashauri ya manispaa ya Ilala. Sana. Alikuwa anajenga hoja zinazowahusu wakazi wa kata hii ya Bonyokwa. Alikuwa anazungumzia changamoto zinazowakabili wakazi wa kata hii ya Bonyokwa. Nyinyi ni mashahidi. Kwa hiyo tumekuja kwenu kuwakumbusha. Hatukuja hapa kushindana ukubwa wa sauti. Sana. Tumekuja kukumbushana tu. Itapofika Oktoba, twendeni tukampigie kula ya ndio dada yetu Tulia Tumike hawe diwani wa kata hii. Sana. Lakini tumekuja kukumbushana, Tumike huyu hayuko peke yake. Twendeni tukampigie mbunge wa jimbo la Segerea dada yetu Bona Kamoli asukume gurudumu la maendeleo. Njano tena. Sasa kuna chama hapa kinaitwa Chauma. Ukiwauliza mgombea wenu wa nafasi ya urais nani? Hatumjui. Ili sisi wananchi tuwape dhamana ya kutuongoza. Nashangaa mimi. Ndugu zangu, siasa hizi ni maisha. Hatuji hapa kushindana ukubwa wa sauti. Chauma mgombea wao wa nafasi ya urais nani? Hatumjui. Ilani ya kuongoza kwa muda wa miaka 5 iko wapi? Hakuna. Walifanya lini research katika nchi hii kuhakikisha wana ilani ya kuongoza wa Tanzania? Leo hii Bonyokwa tunasikia kuna chama kinaitwa Chauma. Mimi binafsi hakuna mgombea huyo wa Chauma namjua vizuri kama huyo Agnesta. Namjua vizuri sana. Sema baba, sema. Agnesta alikuwa mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa muda wa miaka 5. Sema. Ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Agnesta alikuwa anagewa dakika 10 za kuelezea changamoto zinazowakabili wananchi. Muda wote alikuwa akisimama anazungumzia migogoro. Mbowe kapigwa risasi, Lissu yuko ndani, tunahitaji katiba mpya. Hivi nyinyi ndio mnahitaji? Hapana, tunataka amani. Sisi tunahitaji maendeleo. Huyu Tumike huyu ndio anopambana kuhakikisha amani inapatikana. Anahakikisha tunaweka kituo cha polisi kwa ajili kama kuna changamoto yoyote ya uhalifu isiwepo kwenye kata yetu. Sema baba. Hapa katika viwanja hivi anaelezea tunawekewa kituo cha polisi. Au anataka uwekewe nini? Washindo kwa jina la Yesu. Nashangaa mimi. Unataka uwekewe nini? Wazungumzaji waliotangulia walisema amepambana, tumepata shule. Amepambana huyu, barabara zetu zinapigwa lami. Sana baba. Wamesema sasa wewe haya utaki, unataka kipi? Ndugu zangu, Agnesta alikuwa mbunge kwa muda wa miaka 5. Yeye alikuwa ni migogoro. Hajawahi hata siku moja kusimama kusema wakazi wa jimbo la Segerea kuna changamoto inawakabili watu wa kata ya Bonyokwa.
Hatujamsikia sisi. Kwa tunakuja kukumbushana, ingieni nyinyi mitandao ya kijamii humo, andikeni Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Agnesta Kaiser. Sema baba. Mtakutana nazungumza na Bigogoro. Na mimi nikwambia mheshimiwa diwani, kama kuna mtu ataweka klipu moja ya Agnesta anazungumzia changamoto za kata yako, mimi macho mawili leo hapa niondolewe. Sema baba, sema. Tunakuja kuelezana, tumebaki na siku chache hapa za maamuzi. Nyinyi wazazi ambao mmepewa dhamana ya kupiga kula, hii dhamana ya kupiga kula msende kuichezea. Mliokuwepo majumbani mnanisikia, na ambaye mpo kwenye mkutano mnaniona na mnasikia. Ndani ya mkutano tuna hawa watoto wadogo. Hawa watoto wangegewa dhamana ya kuchagua, hawa wangeenda kumchagua dada yangu Tumike aendelee kuwa diwani, kwa sababu wameona amepambana, wamepata shule. Amina baba. Anapambana kwa kata hii ya Bonyoko, vituo vya afya vipo. Anapambana, barabara zinapigwa lami. Kwa hiyo wasingekuwa hao na mswalie Mtume, hao watoto wote wangeenda kupigia kula kwa dada yangu. Ndio. Wote wangeenda kumpigia kula dada yetu Bona. Ndio. Wote wangeenda kumpigia kula Daktari Samia Suluhu Hassan. Kweli baba. Kwa hiyo hii dhamana ambayo imepewa wazazi wangu pamoja na vijana wenzangu wote, inapofika Oktoba, twendeni tukakiunge mkono Chama cha Mapinduzi. Katika nchi hii hakuna upinzani. Viongozi wote walioshika vyama vya upinzani wapo kwa ajili ya maslahi yao, hawapo kwa ajili ya maslahi ya Watanzania. Na ndio maana mnaona hata diwani anopambana na mheshimiwa Tumike, ukimtazama hata hajulikani huyu ni ndege ama binadamu, kwa sababu ndege hawana makazi maalum ya kulala. Msinielewe vibaya hapa, tunakuja kukumbushana. Ukimuuliza huyu diwani wa Chauma, jamani kwake wapi? Je, leo kalala hapa, wiki ijayo kama huko, Mtondogo kama huko. Nyinyi watu wa Bonyokwa mnataka kumpa udiwani huyu, atawauza. Kwa hiyo tunakuja kukumbushana, dada yangu Tumike amejitolea kwa dhati kuwakomboa, kuwapambania wakazi wa kata hii ya Bonyokwa. Lakini pia Tumike amekuwa diwani wa kwanza katika halmashauri ya manispaa ya Ilala kwa ajili ya kujenga hoja. Ana tunzo 2 angekabidhiwa ndani ya halmashauri ya manispaa ya Ilala. Mimi leo nawaambia, Kwa kweli anatisha. laiti kama angekuwa ana dhamira ya dhati ya kuwatumikia, ya kuwakomboa wakazi wa kata hii ya Bonyokwa, huyu ukimtazama kipato alichokuwa nacho alikuwa kinamtosha kuishi, ila dhamira yake ni kuhakikisha anawatumikia na kuwakomboa wakazi wa kata hii ya Bonyokwa. Sana baba. Kwa hiyo tuwaombe ndugu zangu, itapofika tarehe 29, chonde chonde, kidole na macho, twendeni tukampigie kula ya ndio dada yetu, ndugu yetu, pande la mama Tumike awe diwani wa kata hii ya Bonyokwa. Twendeni tukampigie kula dada yetu Bona Kamoli awe mbunge wa jimbo la Segerea, mwana dada ngangari kabisa, mbunge mwenye uwezo wa kujenga hoja ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbunge anaomiliki jimbo kubwa lenye idadi ya watu, mbunge anaomiliki jimbo kubwa lenye kata 13. Hivi nyinyi mnanielewa? Tunakuelewa baba. Kuna tofauti kubwa kati ya binadamu na mnyama. Sana. Binadamu ni yule ambaye anatumia akili yake kwenye kufanya maamuzi sahihi. Sana. Mnyama ni yule ambaye anashindwa kutumia akili yake kwenye kufanya maamuzi sahihi. Nitakupeni mfano. Unaweza ukawa umezaliwa kwenye ufugaji, ukawa una mbuzi aidha 10 ama 7, unawapeleka malishoni, unawaeleza tunaenda hapo mbele hapo, mtalikuta shamba la mzee Asumani, msiingie kwenda kula mahindi. Mbuzi wanatikisa mikia kama wanakuelewa vile. Lakini wakifika hapo wanavamia kwenye shamba wanakula mahindi. Hawa ndio wanyama. Sasa nyinyi binadamu, nawakumbusha na waeleza, katika nchi hii hakuna chama chenye dhamira ya dhati ya kumtumikia Mtanzania, ya kumkomboa Mtanzania zaidi ya Chama cha Mapinduzi. Sema baba. Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi.
zinazofanywa na chama. Piga CCM oye. Oye. Hebu tuelewane kwanza hapa kuhusu Oktoba tarehe 29. Oktoba tunatiki tena. Haijaisha. Tunatikisa. Alafu tunajaza. Oktoba Tunatiki tena, tunajaza, tunatikisa. Hatuna masiala na Oktoba. Tutatikisa, tutajaza, kuhakikisha dada yangu, mama yangu Tumike anakuwa diwani wa kata hii ya Bonyokwa. Sana baba. Tutatikisa, tutajaza, tunahakikisha Bwana Kamoli anakuwa mbunge wa jimbo la Singida. Sana baba amepata. Tutatikisa, tutajaza, Daktari Samia Suluhu Hassan anakuwa rais wa nchi hii. Sana tunaye mama yetu na tunatamba naye mjini. Ndugu zangu, mimi nilipata bahati ya kuishi Gongo la Mboto. Mchakato utaratibu wa mabomu ulikotokea, Tupe baba. mimi niliacha chumba wazi, TV na unguruma nikakimbia. Sana. Kwa hiyo tunaelezana hili kwa sababu kuna watoto wenu, nyinyi wenyewe, wazazi wangu wanajiandaa kwa ajili ya kufanya maandamano. Hatutaki. Ndugu zangu, daktari amezungumza. Amiri jeshi mkuu wa taifa hili amesema mtu yoyote atakayefanya fyako tarehe 29 hatuna msalia mtume. Tutamvunja mguu. Utakuwa kama wale wanaolalamika, mama mwanangu kipindi anamtukana mama wake mwezio, wewe umenyamaza. Sasa tayari unaambiwa mama mwanangu. Mheshimiwa Diwani, karibu uzungumze na wananchi hao. Wana kiu na wewe kweli, na mimi nimekataa kutaja hata moja ulichokifanya, nimegusa machache. Sana. Wewe mwenyewe utazungumza ulioyafanya, lakini pia utaeleza yaliyobakia 25-30 yapi yanakwenda kutokea kata hii ya Bonyokwa. Asante. CCM oye! Twende masa. Sasa tusimame wote, tusimame, asibaki mtu kwenye kiti. Sana. Tusimame Sana. Wote tusimame, viongozi wanasema. Tuheshimu viongozi. Wangapi watampigia kula? Wote baba. Dada yetu, Mitano tena. mama yetu Mitano tena. Tumike hawe diwani wa kata hii ya Bonyokwa, mikono juu. Mitano tena oye! Wangapi mtampigia kula dada yetu Bona Kamoli awe mbunge wa jimbo la Segerea, mikono juu. Mitano tena oye! Wangapi mtampigia kula Daktari Samia Suluhu Hassan awe rais wa nchi, mikono juu. Mama Samia oye! Asanteni sana, kaeni kwenye utulivu. Asante. Diwani anahitaji kuzungumza nasi. Tunahitaji kushiba. Wakati sasa ni wako. Viva vijana, viva! Viva! Asante sana wananchi wakazi wa kata ya Bonyokwa. Nishukuru meza kuu ikiongozwa na mwenyekiti wa CCM kata ya Bonyokwa, wajumbe wa kamati ya siasa, itifaki ikiwa imezingatiwa. Sana mama. Kwanza naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na kuweza kukutana kwenye mkutano wetu huu wa tawi la Canada, ambao ndio mkutano wetu wa mwisho wa kufunga kampeni za hadhara. Pia naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia pia nyinyi ndugu zangu kuwa na afya
na kuweza kukutana kwenye huu mkutano. Sana. Naitwa Tumike Jabil Malilo, kama nilivyotambulishwa ni mgombea udiwani wa kata hii ya Bonyokwa. Sana mama. Ni mgombea ambaye nilikuwa diwani kipindi cha nyuma kilichopita, mchakato wa chama ukafanyika, Mungu akanijalia nikateuliwa tena kutetea nafasi hii. CCM oye! Oye! Ndugu zangu, nimesimama hapa mbele yenu kuja kunadi sera za Chama cha Mapinduzi. Sana. Ilani ya Chama cha Mapinduzi hii hapa. Mimi nanadi ilani ya Chama cha Mapinduzi na ninafanya kazi kulingana na hii ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sana. CCM oye! Oye! Ndugu zangu, kata yetu ya Bonyokwa hii ina changamoto nyingi, ikiwemo miundombinu ya barabara, maji na vitu vingine. CCM oye! Oye! Wakati naingia madarakani mwaka 2020, kata ya Bonyokwa ilikuwa na changamoto kubwa ya miundombinu. Kweli si kweli? Kweli mama. Lakini nikishirikiana na mbunge Ubona tumepambana kupata lami. Lakini wakati tunapambana kupata hiyo lami, tulikuwa tunaleta magreda kuchonga barabara zetu hizi. CCM oye! Oye! Ninyi wenyewe mashahidi. Sana mama. Tumepambana tukapata barabara ya kutoka Segerea kuja Bonyokwa, ambayo sasa hivi inamalizikia kuja Bonyokwa. Mkandarasi yuko site, mita 700 zilizobaki. CCM oye! Kwa sasa hivi Bonyokwa tuna japo lami, tulikuwa hatuna lami kabisa. Lakini pia nikishirikiana na mheshimiwa mbunge tumepata pia barabara ya kutoka Kinyerezi Bonyokwa Kimara, ambayo mkandarasi yupo site. CCM oye! Oye! Ambayo ile barabara itatumia zaidi ya bilioni 24. Mama Samia oye! Oye! Bona oye! Oye! CCM oye! Oye! Barabara itajengwa ikiwa na mifereji na taa za barabarani. Lakini pia kuna barabara ya kutoka ambayo imeingia mkataba pia ya kutoka Bonyokwa kwenda kwa Mkua, na yenyewe pia inajengwa kama alivyoeleza mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Mkandarasi tayari yuko site, na bahati nzuri au bahati mbaya, wananchi walivyokuwa hawataki maendeleo, tayari walipita juzi kung'oa vile alama zile za barabarani kwa ajili ya mkandarasi kufanya kazi zake. CCM oye! Oye! Pia tumepata mkandarasi ambaye yuko site sasa hivi anafanya upembuzi yakinifu, kwamba kwa ajili ya kuondoa miundombinu ya maji na mistimu hii kutoka Masia kuja Canada mpaka kuishia Bampya. CCM oye! Oye! Nani kama Mama Samia? Hakuna. Lakini pia kuna barabara ya kutoka Masia kuingilia Shedafa kuja mpaka Bampya. Wakazi wa kule wenyewe mnaelewa kabisa ni jinsi gani tulikuwa tunahangaika. Barabara ile ya wanaoenda kanisani nafikiri mnajua. Sasa hivi imewekwa zege, bado kuja kuwekwa mifereji na taa za barabarani, lakini pia kuna kipande kidogo ambacho kimebaki kuja kumalizia. CCM oye! Oye! Lakini pia mkandarasi ambaye anajenga kutoka Segerea kumalizia Bonyokwa pia amepata ukandarasi pia wa kujenga barabara hii ya kuja zahanati mtaa Kisiwani. Kwa ndugu zangu, kwenye miundombinu tumefanya kazi kubwa, na kwenye mtaa Msingwa kulikuwa na eneo la kivuko lilokuwa linasumbua sana, linaitwa eneo la Bibi Tindwa. Naomba niwaambie ile eneo sasa hivi, kwa mtu ambaye alipita mwaka jana, ukija kupita leo huwezi kuamini kama ile sehemu kweli kwa Bibi Tindwa. Tayari box culvert imetengenezwa na tayari kilomita 1 ya zege imetengenezwa pale, bado mifereji ya pembeni, lakini pale pia watawekewa taa za barabarani. CCM oye! Haya, tukija kwenye miundombinu ya maji, ndugu zangu, kata ya Bonyokwa ilikuwa haina miundombinu ya maji kabisa. Tukapambana na mheshimiwa mbunge, aliwaleta mawaziri zaidi ya 3. Tukapambana, wakaanza kuleta miundombinu ya maji. Miundombinu ya maji sasa hivi ipo, ila maji ndio yana shida kwa baadhi ya maeneo. Nikichukulia Bonyokwa juu wanapata maji vizuri kabisa, lakini hii Canada kuna maeneo wanapata maji na wengine huku kwa mchungaji Msuya pamoja na kwa kina mzee Martin kwa Kijogoo kwenye kuna shida ya maji, ambao wanakuwa wanapata maji labda kwa wiki mara moja,
lakini sometime wanakuwa hawapati. Sana. Ila kama mlivyomsikia Mheshimiwa Rais, mgombea wa urais Mama Samia juzi alituhakikishia kwamba maji yatakuja kuwa historia. CCM oye! Kwa ndugu zangu, ni swala la maji tunalifuatilia kwa ukaribu sana. Nizungumzie swala la elimu ambalo hata mwenyekiti wa mtaa wa Bonyokwa hii amezungumzia. Elimu msingi, tunazo shule mbili kwenye kata yetu ya Bonyokwa ambayo iko mtaa wa Msingwa na mtaa huu wa Bonyokwa. Elimu msingi iko vizuri, tuna madarasa ya kutosha, wanafunzi wetu wote wanakaa kwenye viti, lakini pia na walimu wapo wa kutosha. Tukija elimu sekondari, tulikuwa na sekondari, lakini sasa hivi kata ya Bonyokwa ile shule inaitwa Bonyokwa High School. CCM oye! Nani kama Mama Samia? Wenyewe mmeona pale kwamba maendeleo ya shule, tulipata madarasa ya uviko 16, tuna madarasa mengine ambayo yalijengwa juzi kati, madarasa 8, kuna madarasa 6 pia yamefanyiwa ukarabati, lakini pia kuna jengo pale wenyewe mmeliona, jengo la gorofa kama alivyoeleza mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Ile gorofa sasa hivi linaishia, yani wanafanya finishing tu ya mwisho na wanafunzi ndio pale wanasoma. Niwaambie kwamba kata hii ya Bonyokwa shule ya sekondari, na hisi kwenye mkoa wa Dar es Salaam ndio wa kwanza kuwa na madarasa 53. CCM oye! Shule yetu ya Bonyokwa inakuwa na madarasa 53. Hakuna sehemu nyingine. Lakini pia lile jengo litakuwa na lift. Wanafunzi wetu watakuwa hawachoki. Lakini pia kwenye ile shule tuna maabara 3 kama alivyosema mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kuna maabara ya physics, biology na kemia. CCM oye! Kama nilivyosema, sasa hivi tuna mpango wa kuweka kompyuta pale shule ili wanafunzi wetu wasome pia na mambo mengine ya internet. CCM oye! Lakini pia tunakuja kwenye masuala ya afya. Kata yetu kuna zahanati moja ya Bonyokwa. Ile zahanati wakati tunaingia 2020 ilikuwa imechoka sana, bati ilikuwa imechakaa. Lakini ikishirikiana na mheshimiwa mbunge, pesa ya mfuko wa jimbo mheshimiwa mbunge alitoa, tukaezua ile paa, tukatengeneza vizuri, na sasa hivi ile shule ile zahanati ipo vizuri. Na madaktari wapo pia na wauguzi pia wapo. Na pale sasa hivi mpaka ultrasound ipo. Kwa hiyo ile zahanati iko vizuri, miundombinu ya barabara ipo vizuri, lakini na madawa pia yapo. CCM oye! Lakini pia mtakapotuchagua kuna milioni 500 imetengwa kwa ajili ya kujenga kituo cha afya. Bonyokwa oye! Canada kuna eneo ambayo tulipewa na mzee mmoja ya kujenga kituo cha afya, lipo pale tayari. Nilishawaambia watu wa afya waje waangalie lile eneo, kama litatosha basi kile kituo kijengwe pale. CCM oye! Nani kama Mama Samia? Hakuna. Lakini pia tunakuja kwa masuala ya ulinzi. Swala la ulinzi, kata yetu tuna walinzi shirikishi wapo. Swala la ulinzi sasa hivi sio kama ilivyokuwa zamani. Nawashukuru sana ulinzi shirikishi. Lakini pia tulipata kiwanja, nikafanya fundraising kushirikiana na wananchi, tukapata pesa, tukaanzisha pale ujenzi. Na tulikubaliana kila kaya ichangie shilingi 10,000. Lakini mimi nikishirikiana na mheshimiwa mbunge, tulienda kwenye baraza la jiji pale, tukaomba na tukamuomba mkurugenzi kwamba jiji letu linaingiza mapato mengi sana. Sasa kwa nini tena tuwatie wananchi gharama ya kuchangia shilingi 10,000? Kwa kile kituo cha polisi sasa hivi kinajengwa kwa nguvu ya jiji. CCM oye! Na sasa hivi kama utaenda pale tayari wako kwenye finishing. Kituo kile kimeisha, bado tu mambo machache. Mama Samia oye! Kwa hiyo ndugu zangu, naomba muendelee kuiamini serikali ya Chama cha Mapinduzi. Imefanya mambo mengi na mambo mengine mengi yataendelea. Tukija kwenye masuala ya mikopo ya Mama Samia hii ambayo haina iba, inahusu vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum. Ile mikopo ndugu zangu ipo, na waomba sana tuachane na ile mambo ya kausha damu. Mikopo ile ipo, sana tu tufate utaratibu. Tukifata utaratibu, tukasajili vikundi vyetu, watu ambao tunaaminiana, mikopo tutapata. Kwa hiyo nawasihi sana
Lakini pia mtakapotuchagua, tumeandaa kabisa, tutakuja kufanya semina ya kina mama, vijana na watu wenye mahitaji maalum, ili muelekezwe vizuri, mjue namna ya kuandika hiyo mchanganuo, lakini na kutengeneza katiba ili mnufaike na ile mikopo. Pesa ziko zaidi ya bilioni 13 pale jiji, zinahitaji nyinyi mkope. CCM oye! Lakini wapo baadhi ambao hawakukata tamaa, wamepata. Kwa hiyo naomba niwaambie ndugu zangu kwamba Chama cha Mapinduzi kimefanya mambo mengi. Mheshimiwa mbunge amefanya mambo mengi kwenye kata hii ya Bonyokwa. Mheshimiwa mbunge wetu kwenye pesa ya mfuko wa jimbo kila mwaka ametoa pesa kwenye hii kata ya Bonyokwa. Mwanzo alitoa pesa ya kujenga hiyo, kutoa pala za zahanati, na akatoa shilingi milioni 5 kujenga pale Msingwa, kuweka kifusi kwenye barabara Makofia. Lakini akatoa milioni 7 ya kutengeneza kivuko kule Msingwa kwa Mjumbe Nyoka. Lakini akatoa milioni 27 ambayo iko benki kutengeneza kivuko kwa Msofe, ambayo hiyo pesa haikutosha. Kwa hiyo naomba mtakapotuchagua mimi na mheshimiwa mbunge, pesa ya mfuko wa jimbo ya mwaka huu ataongezea pale ifike milioni 45 ili kile kivuko kijengwe. CCM oye! Lakini kuishia hapo, kwenye kituo cha polisi mheshimiwa mbunge ametoa milioni 10 kwa ajili ya kuongezea pale. Kwa hiyo nawasihi sana ndugu zangu, naomba tupigie kura Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kina ilani yake hii. Hao wengine wanaowafuata wana ilani? Hawana. Wana ilani ndugu zangu? Hawana. Mnajua ofisi zao? Hatujui. Mnajua makazi yao? Hata hatuwajui. Kama alivyosema hapo mgeni kwamba mtu anaishi kama anadandadanda. Ukimpa dhamana yule, akichukua kitu, utamfuata kwa kiongozi wake gani? Hakuna tawajui hawana. Mimi tumike nikifanya chochote, utamfuata mjumbe wangu wa shina, sana. Utamfuata kiongozi wangu wa tawi, sana. Utamfuata kiongozi wa kata, sana. Kiongozi wa wilaya, mkoa, kadhalika taifa. CCM oye! Kwa hiyo naomba tusirubunike. Tarehe 29 naomba sana tukampigie kura za ndio Mama Samia Suluhu Hassan, ambayo kwenye karatasi ya kura jina lake linasoma namba 1. Wangapi watampigia kura Mama Samia? Mitano tena. Mama yetu kipenzi ambaye amefanya mambo mengi sana. Lakini hiyo tarehe 29 wangapi watampigia kura dada yenu, mdogo wenu, mama yenu Bona Kamoli Wanyosi? Mitano tena. Tarehe 29 wangapi watampigia kura diwani wenu kipenzi? Tunakupenda. Ili kujualo alikuli likakwisha jamani. Sana. Bonyoko tunaonana. Wewe piga kelele. 29 msifanye makosa, na washukuru sana, asante sana. Asante, na sisi tunakupenda. Asante. Ai. Twende sasa kwa mama tumpeleke. Ai. Shamba na mama kwa rozetu, mama tunaenda tunatamba naye. Haya. Mama tunaenda tunatamba naye mjini hapa. Haya. Tusikilize sisi DJ wangu. Bwana leo hapa tuondoke. Tunalala papa. Mbunge yuko njiani anaingia. Piga kelele. Tena.
twende sasa. MC endelea na utaratibu. Asante, naendelea na utaratibu wangu jamani, shangwe na vigegele. Leo mama yetu anakuja kwa raha zetu kabisa. DJ wangu, tunaendelea. DJ. Kuna ubaya kwani, kuna ubaya kwani, kuna ubaya kwani, kuna ubaya kwani, unishangaza. Nikiamia sisi, tukishakuwa masami. Tukiamia sisi, kuna ubaya kwani, kuna ubaya kwani, jamani tukirudisha kabisa. Tukiamia sisi. Katibu kwako, tunakusikiliza wewe bosi wetu. Sisi oye. Oye. Tunakaribia kumsubiria mgeni wetu. Canada mwaga manyanga, niwaone watu wa Canada wapi hapa. Yanga inaongoza. DJ wangu, mheshimiwa mbunge yuko karibu kwa raha zetu, kina mama msikae chini. DJ wangu, tunaomba tuachie hapo.
DJ naona mzuka umepanda jamani. Oye. Oye. Bona oye. Oye. Canada oye. Canada oye. Oye. Asante sana. Shukrani kwa burudani nzuri. Sana. Nashukuru sana. Tumefurahi kumwona mama. Bunge wetu mteule. Sana. Dada yetu Bona la Distrasi kwa kweli. Tunawapenda wote kina mama. Karibu nyumbani kwako huku. Sana. Mama tunaye na tunatamba naye. Basi nimkaribishe mwenyekiti ajongee mbele hapa. Karibu mwenyekiti. Twende tumpeleke mwenyekiti wetu. Kijiji wangu. Aya. Kweli kabisa unafanya kazi nzuri, mimi mwenyewe nimekupenda. Haya twende sasa mwenyekiti wangu. Kweli kabisa mwenyekiti bingwa wakati tunaendelea. CCM oye. Oye. Bonyokwa ngala. Ngala kabisa ngala. Canada safi. Safi. Tupo na Canada yetu na tunatamba naye na mama yetu. Asante sana wana Canada. Asante kwa kuja kwa wingi kabisa. Najua tuko nyuma ya wakati, lakini kwa sababu jambo ni jema na jambo ni zuri, basi ni vema tupate wakati mzuri kabisa wa utulivu. Nafasi yako kuongea bado, lakini kwa sababu ni wakati mzuri, mbunge wetu tarajiwa, mama yetu, dada yetu, tulikuwa tunamsubiria, na kwa kuwa ameshaingia, lakini pia ana nafasi ya kuongea kwa muda mfupi, lakini kwenda mahali pengine. Basi bila kupoteza muda, nimkaribishe mbunge wetu Bona Kamola Sauti ili aweze kutupa nasaa kwa muda wa dakika chache kabisa, alafu tuendelee. Sana kiongozi DJ wangu, tumpeleke mama kwenye stage. DJ turudishe DJ. Asante DJ wa kweli. Tunataka tushibe maneno. Kwa tulikuwa tunamsubiri mama yetu kweli, mama tunaye na tunatamba naye mjini. CCM oye. Oye. Kwa safi. Safi. Canada oye. Oye. Mheshimiwa mwenyekiti wa kata, viongozi wangu ambao wako hapa, waratibu na mgombea mwenzangu wa udiwani, wananchi, wana CCM, wananchi ambao mko hapa, asalamu alaikum. Alaikum salama. Bwana Yesu asifiwe. Na Mheshimiwa mwenyekiti, nimechelewa kidogo kwa sababu nilikuwa kama alivyosema hapo Mheshimiwa diwani. pole mama. Ndugu zangu wananchi wa kata ya Bonyokwa, ambayo na mimi pia ni mkazi wa kata ya Bonyokwa, ni jirani yenu Sana mama yetu. Mheshimiwa diwani ni mkazi wa Bonyokwa. Sana mama. Ndugu zangu, kama alivyoongea Mheshimiwa diwani, japokuwa sikuwepo, lakini najua matatizo ya kata yetu ya Bonyokwa, lakini mtaa wa Canada. Sana mama. Tunajua kwamba katika kata yetu hii tatizo letu kubwa ni miundombinu. Sana. Miundombinu ya barabara. Lakini pia tatizo letu lingine kubwa ni maji. Sana. Nafikiri mlisikia juzi pale Mheshimiwa Rais alikuja, tuna tatizo bado la maji bado hayajaweza kufika kwa 100%. Hata kama yanafika labda kwa mwezi mara 2 au mara 3. Sana mama. Na hilo tatizo mimi na Mheshimiwa diwani tunalijua. Ni kweli. Na tumeshafanya mambo mbalimbali ya kuhakikisha kwamba maji yanafika katika kata yetu ya Bonyokwa. Kwanza tumeshaleta mawaziri, tukawaambia kwamba kata yetu ya Bonyokwa hakuna maji, lakini pia wakatengeneza mfumo wa maji.
miundombinu, yaani kila mtu maji yaweze kufika nyumbani kwake. Lakini bado tuna tatizo, pamoja na miundombinu tuliyokuwa nayo, bado tuna tatizo, maji hayafiki nyumbani kwetu, na kama yanafika kwa asilimia chache. Tunalijua hilo tatizo, na juzi Mheshimiwa Rais nimeongea pale, nimewaambia pamoja na juhudi ambazo zinafanyika na serikali, lakini bado hatujaweza kupata maji asilimia 100. Sasa ndugu zangu, mimi na Mheshimiwa Diwani tayari tumeshaanza tena mikakati mingine kuhakikisha maji yanatufikia. Pamoja na kwamba tenki limejengwa, lile tenki kubwa la kuleta maji hapa, lakini bado maji hayajafika. Tumeshaanza na Mheshimiwa Diwani kuangalia ni jinsi gani wataalamu wetu watatumia mbinu nyingine ili mitaa yote iweze kufanya nini? Kufika maji. Na kwa sasa hivi leo nimeona kwenye grupu letu kwamba kuna sehemu kadhaa maji hayajafika, na nimesha ripoti kwa mtu wa DAWASA. Amesema kesho Mheshimiwa Diwani atafika huyo mtu kuangalia hiyo sehemu kwa nini maji hayafiki. Lakini pamoja na tatizo hilo lingine ambalo nimelipokea kwamba maji hayafiki, lakini kabla maji hayajafika huwa kuna ule upepo ule ambao unakuja. Kwa hiyo watu wa DAWASA wamekuwa wanahesabu kwamba huo upepo na wenyewe ni nini? Ni maji, kwamba mita inafanya nini? Inasoma. Kwa hiyo mimi nimeliripoti hilo tatizo. Wamesema kwamba hilo ni tatizo watakuja kulitatua kitaalamu, kwa sababu upepo unapokuwa unasukuma, ina maana yenyewe mita inahesabu kama ni maji yanafanya nini? Yanatumika, yanatoka. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu kwamba hilo jambo linaenda kushughulikiwa. Lakini jambo letu lingine huku ambalo linatutatiza sana ni usafiri. Usafiri wa kufika huku kana. Sema mama, sema. Tumeongea na Mheshimiwa Diwani, tukasema kwamba usafiri hapa haufiki, na tulishaanza kulifanyia kazi sana mama. Kwa hiyo tutakachokifanya wakati bado tunaendelea, lazima tuambiane ukweli. Leo ni tarehe 25. Mpaka tarehe 29 hatuwezi kuambia jamani kabla ya tarehe 29 usafiri huku utakuwepo. Hapana, hatutaki kuwadanganya kwa sababu sisi ni watu tunaishi na nyinyi huku. Kweli. Lakini bado tunaendelea na mikakati kwa kushirikiana na diwani na mimi kuhakikisha kwamba daladala zinafika hapa tulipo ili shangwe kwa mama na vigelegele kuweza kupata usafiri kwa urahisi. Lakini jambo lingine kubwa ambalo tunalifanya ni kuhakikisha kwamba barabara yetu inajengwa. Na juzi mmemsikia wangapi walienda kwenye mkutano wa mama Samia? Tulikuwepo wote mama, tupo. Manispaa ya Ilala, sisi hapa peke yetu jimbo la Segerea tuna bilioni 54 ambazo zimesainiwa kwa ajili ya mradi wa DMDP, barabara pamoja na mifereji, kwa sababu kama unavyojua jimbo letu huwezi kujenga tu barabara bila mifereji. Kwa hiyo mimi ni waahidi ndugu zangu, na mimi mwenyewe ni mkazi wa hapa na shida ninaijua kwamba hapa sasa hivi tumekuja tunakuja vizuri ni kwa sababu mvua haijafanya nini? Haijanyesha. Mvua ikinyesha ina maana pamoja na kwamba hakuna yale matope na nini, lakini pia una utelezi mwingi sana mama. Na hilo tunalifanyia kazi, na Mheshimiwa Diwani tumeshaanza kulifanyia, kwa sababu kabla hatujaanza kujenga hizi barabara za huku mitaani kwetu tulianza na barabara za pale mbele. Kama mnavyoona ile barabara ya Segerea Bonyokwa sasa hivi inaenda kumaliziwa, lakini barabara yetu kubwa hiyo inamaliziwa. Sasa tunaenda kuconcentrate na barabara za ndani kwenye mitaa yetu sana mama. Barabara za ndani kwenye mitaa yetu kuhakikisha kwamba zinaenda kupitika, lakini pia hata kama hatutajenga 100%, lakini lazima tutakuwa tuna barabara za kuingia na barabara za kutoka. Lakini pia pamoja na hilo, watu wa Bonyokwa na sisi tunaenda kuwa na taa za barabarani, kwa sababu inavyoonekana kwamba sisi Bonyokwa hatuna taa, hatuna barabara ya lami, hatuna nini. Lakini mimi ni waombe wananchi, mipango ambayo tumeiweka na tunaenda kuitekeleza, na watu wameshaanza na barabara zimeshaanza, tunaenda kupata barabara, lakini pia tunaenda kupata taa za barabarani. Mambo mengine Mheshimiwa Diwani atashughulikia mambo ya mikopo, kwa sababu kumekuwa kuna minong'ono mingi ya mikopo. Mikopo kweli ilikuwepo na ilisimamishwa 2018 kwa sababu ya watu wengine walikuwa wanatoa mikopo bila utaratibu, mikopo ikasimamishwa. Lakini kwa kipindi hiki mikopo imerudishwa. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, tatizo la mikopo yetu ya manispaa sio kwamba kama ile mikopo ya kausha damu.
kwamba kausha damu umeenda leo unapata kesho au unapata leo. Mikopo yetu haiko hivyo. Mikopo yetu ya manispaa inatakiwa ufate process kwa ajili ya kuangalia kikundi hiki watu gani ambao wamejiunga, wanafanya biashara gani, na biashara hazibaguliwi na huo mkopo haubaguliwi kwamba wewe sijui ni nani. Mikopo ni kwa ajili ya wananchi wote. Mnachotakiwa kufata ni kufata process, lakini pia ni kuwa kwenye kikundi, hicho kikundi ambacho nyinyi wenyewe mtakachokuwa mmefanya nini, mmeaminiana. Kwa hiyo niwaombe kina mama wenzangu, pamoja na vijana, pamoja na walemavu, mikopo ipo inatolewa, lakini kwa kufata masharti ambayo yamewekwa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaomba msifate hii mikopo ya kausha damu ambao unaenda leo unapata leo, kwa sababu matokeo yake yana nini? Yana hasara kubwa, yanawarudisha nyuma. Tuende tukachukue mikopo ya serikali ambayo ipo lakini haina riba. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, tuko kwenye kipindi cha uchaguzi tarehe 29. Kuna vyama vingi vimegombea. Kwa hiyo kila mtu anakuja na sera zake. Sisi CCM tuna ilani yetu ambayo imeshaanza kutekelezwa na wenye viti wetu wa mitaa. Mwaka 2024 mmechagua wenye viti wa serikali za mitaa, wameshaanza kufanya kazi, lakini baadaye Mwenyezi Mungu akipenda tutachaguliwa sisi, na sisi tunaenda kuungana nao kwa ajili ya kufanya kazi. Niwaombe mchague watu ambao kesho na kesho kutwa wanaonekana sana na wapo kweli. Hivi vyama vingine ambavyo mnaviona vimezuka na vinazunguka hapa, mimi nawaambia tarehe 29 ndio mwisho. Na ndio maana mimi nilikuja huku, tulifanya vikao na mheshimiwa diwani, nikasema hivi, tarehe 29 kitabaki chama hiki kimoja, na ndicho kitaenda kuangalia wananchi wake wameahidi kitu gani. Tumeahidi maji yatakuwepo, tumeahidi barabara zitakuwepo, tumeahidi mikopo itakuwepo, na hizo taa tulizoongezea itakuwepo. Lakini vyama vingine ambavyo mtu anakuwa muda mrefu kuanzia mwaka 2020 mpaka 2025 hajajua kama atagombea ubunge. Ikifika tarehe 2025 mwezi wa 6 bunge limevunjwa, sasa ndio anaanza kutafuta chama cha kufanya nini, cha kwenda kugombea. Kwa hiyo ndugu zangu, hivi vyama sasa hivi watu wanavifananisha kama vile usafiri, kwamba mimi nitachukua basi au utapanda treni au utapanda. Tuangalie na tutumie akili. Pamoja na kwamba tunapenda maendeleo, lakini tutumie akili zetu. Tuangalie huyu mtu kweli anatuambia ni sawa. Kuna watu wengine wamekaa bungeni miaka 5 na wanajua bonyokwa ya leo sio bonyokwa ya jana. Tukubaliano hapo, kweli sio kweli? Tuna maendeleo ambayo yapo, lakini hata kama hajafikia 100%, lakini yapo, yanaonekana. Na hao watu ambao wanakuja huku kugombea walikuwepo tangu 2020, tuko nao bungeni, lakini hawajawahi kuona kama Bonyokwa ina matatizo. Lakini kwenye kugombea sasa hivi mtu anakuja, Bonyokwa haina barabara, Bonyokwa haina maji, lakini wewe si ulikuwepo huko vitu ambako vinaombwa? Mbona hujawahi kuja hata siku moja, au hujawahi kuchangia hata bungeni siku moja? Kwa sababu mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anachangia Tanzania nzima sana, anachagua. Sasa wewe kama unakaa jimbo la Segerea, umekaa miaka yako 5, umeona kuna matatizo 1, 2, 3, hujawahi kusema kwamba huku kuna matatizo, lakini baada ya kuvunja bunge ndio umeona kwamba huku kuna matatizo. Jamani wananchi, kweli vyama, nchi yetu ni ya kidemokrasia na haikatazwi mtu yoyote kugombea wala kusema kitu chochote. Lakini sisi wananchi tunapoenda kuchagua, tuchague maendeleo. Kwa sababu hata kama mtu atakupa 5,000, atakupa 10,000, ni ya siku moja tu, lakini maendeleo ni ya miaka 5 sana mama. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wa Canada kabisa kwa moyo mmoja, sisi wote wawili tunaogombea hapa, kwanza ni jirani zenu na mnatujua tunapoishi sana. Kwa hiyo tunaomba sana mchague maendeleo. CCM oye! Canada oye! Wangapi watampigia kura mheshimiwa Tumike? Mimi naangalia mikono. CCM oye!
Suluhu Hassan. Oye! Wangapi watanipigia mimi ndugu yenu? Mitano tena. Oye! Tende tupeleke mama. Turudishe huko. Kamatia DJ wangu. Tutarudi kwa viongozi. CCM oye! Oye! Naomba utulivu. Wana Canada, naomba utulivu sana kiongozi. Naomba utulivu. Naomba hiyo picha ya Dr. Samia Suluhu. Pelekee baba, anamtaka mama. Mama ni mmoja wengine. DJ kamatia. Sosovela, naomba uje hapa. Mama ni mmoja wengine, mama akufikia uongo. Naomba upite hapa. Mama yetu mmoja, mama Samia, wengine wote mama wakufikia uongo. Piga kelele kama unampenda mama Samia ukweli kabisa. Asante DJ wangu ukweli kabisa kamatia, yani tunamzuka kucheza, lakini nitakwambia lazima mimi mwenyewe nataka kucheza. Sisi moyo. Oye! Jamani. Tumewaona wagombea wetu. Tumewaona baba. Namba 1 Mama Samia ukweli kabisa. Namba 2 Dada dada Bona. Tunamjua ila nije nisikize kwa kiasi. Nataka kwa sauti. Namba 1 Mama Samia mitano tena. Namba 2 Dada Bona mitano tena. Namba 3 Dada Tumike mitano tena. Tarehe 29 tunafanya nini? Tunatikisa. Alafu tuna CCM tunaipa. DJ kamatia kwanza. Sasa tarehe 29. Tarehe 29 sana. Tunaamka mapema kabisa. Sana. Ukifika pale kwa msimamizi, huna haja ya kuhangaika. Sana. Utapewa karatasi ngapi? 3. Utapewa karatasi 3. Karatasi ya kwanza ya rais. Sana Mama Samia. Utaona majina mengi. DJ tulia kwanza. Wagombea wengi, wala usihangaike. Ile nenda namba 1. Utaona jembe na nyundo, Chama cha Mapinduzi. Utaona kuna sehemu imeandikwa kula ya ndio. Weka tiki pale kwenye ndio. Namba 2. Hiyo fomu namba 2. Kati ya ni ya mbunge wetu. Ni nani? Ona. Mnajua yuko namba ngapi? Namba 2. Namba ngapi? Namba 6. Nimesema hivi kwa mbunge, ukipata karatasi moja kwa moja angalia namba 6. Namba ngapi? Namba 6. Wala usitafuta namba 1, usitafuta namba 2 kwa mbunge. Namba ngapi? Namba 6. Sasa nikimaliza nitatoa mtihani. Kwa diwani namba 1. Kwa diwani namba 1. Kwa diwani namba 1. Tunaanza tena. Tunapewa fomu ngapi? 3. Ya kwanza ya nani? Mama Samia. DJ kama tia. Nataka niwasikie hawa. DJ una haraka. Relax. Mimi nataka niwasikie hawa. Tunapewa fomu ngapi? 3. Ya kwanza ya nani? Mama Samia. Ya pili? Ya 3? Tumike. Mfaulu.
Ile fomu namba 1. Ukipewa rais. Ndio. Unatiki namba ngapi? Namba 1. Tunaweka fomu rais. Njoo hapa uwe standby. Kwa namba 1, namba 2, namba 1, namba 1, namba 6. Tumeelewa? Tumeelewa. Sasa nataka dakika 1. Haya. Dakika 1 tu watu wawili walionielewa kwenye hili zoezi la tarehe 29. Mwanamke mmoja, mwanaume mmoja. Waje hapa. Haya, twende sasa. Sasa swali langu. Tumesema tarehe 29. Tarehe 29. Wafu niambie nani nimepatia. Sasa wewe ukiwa kule utamsikia. Tarehe 29. Swali langu la kwanza. Tarehe 29. Tutakapokwenda kupiga kura. Utapewa fomu ngapi? 3. Fomu ngapi? 3. Atasikia mwenzio. Fomu hizo 3. Ya nani na nani? Samia Suluhu Hassan, pili Bona Karua, 3 Tumike Malilo. Na hizo fomu 3 nataka kuniambie Tumike Jabili Malilo, diwani wa kata Bonyokwa, ile fomu yake yuko na mangapi? Namba 1 kwa kusikiliza wana. Mpige makofi. Dada yetu mpendwa, mbunge wetu wa jimbo la Segerea, dada bingo kabisa. Anaitwa nani? Bona. Anaitwa nani? Bona Karua. Kakosa. Huyu ameshakosa. Kakosa. Amefanya nini? Kakosa. Nani iftari yangu atakosa? Kashakosa. Hata majina hajui ya mbunge. Hajui. Majina ya mbunge anaitwa Bona. Ushakosa. Majina mbunge, maana jamani kama majina ya mbunge hujui, mpige nani? Majina ya mbunge? Mbunge anaitwa Bona Kamoli. Siku ya kupiga kura ameshakosa jamani. Mnaniangusha na Bonyokwa. Hatujui. Jana mwalabu jana nyinyi mmefeli. Kiongozi. Mpaka majina ya mbunge. Kiongozi hao ameshashindwa. Unachagi hapa bindio ndio. Kamatia DJ. Tunataka kiongozi, tunataka na mwanaume mmoja aje hapo. Aje mwanaume mmoja. Sasa hebu tusaidie. Hebu tusaidie. Kama swali niliyokuwa nazungumza. Hebu tusaidie kuyajibu. Nimesema hivi. Siku ya kuchukua ya kupiga kura utapewa karatasi ngapi za kupiga kura? 3. Ya kwanza? Ongea kwa sauti, hamna cha polepole hapa. Ya kwanza ni karatasi ya Mheshimiwa Rais. Yuko namba ngapi kwenye karatasi? Namba 1. Mtu wa pili? Mheshimiwa mbunge. Anaitwa nani? Bona Ladislas Kamoli. Yuko namba ngapi? Yuko namba 6. Mtu wa tatu? Tumike Jabili Malilo. Yuko namba ngapi? Yuko namba 1. Nije ituachie kitu tucheze na mama. Lakini pia pamoja na hizi shamla tumetembelewa na wageni sana. Nyumbani mwetu leo tumetembelewa na wageni sana. Piga makelele kwa wageni wetu. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu. Piga makofi kwa Tumike Jabili Malilo. Basi mwenyekiti wa wazazi wakati namba uje hapa. Jamani, tumetembelewa na wageni nyumbani mwetu leo. Tunawakaribisha wageni.
Kwa naomba muwe watulivu sana. Tuna wageni, naomba wale wageni ambao mwenyekiti wa wazazi wa kata. CCM oye! Mama Samia oye! Mwanangu anataka kusoma ni. Hai. Mwanangu anaipenda shule. Mwanangu anafanya vizuri shule. Familia yetu masikini. Hela ya uniform sina. Hela ya daftari sina. Nauza karanga mwanangu nisaidie mimi. Nitakucheka mwanangu nisaidie mimi. Nauza miongo mwanangu nisaidie mimi. Sione kama jinsi nahangaika. Sione kama mwewe nahangaika. Someshe wanangu. Mungu wangu jua langu. Someshe wanangu. Shida zote za wanangu wenzenu na sevu. Sione kama chizi nahangaika. Sione kama mwewe nahangaika. Jua langu jua langu someshwa na anaitwa Busoro. Jua langu jua langu someshwa na Baba ulimfanya nini mama nalalamika mama, watoto ulituacha tangu wadogo. Akautabuko alishindwa kununua mama, kama mama alikaza toto kuku, ila kama unavyojua maisha baba ukatimua. Hivi kwa nini baba mama ulimsumbua, ukamkataa ukambagua, mpaka leo hii anasumbuka. Atufagiri na wala tusumuki. Na wala tunambali nao. Tunambali nao. Wala tunambali nao. Wala tunambali nao. Wananichota unyalo wanirodi. Wananichota unyalo wanirodi. Wanasitaji mirafiki mwako. Shauri kifanikiwa yananuni. Majambo hajaliweza na mikuni. Kijana liyako mbaya unajimwanga mbaya. Chobisho kizaga zinakutaya. Kijana binadamu wabaya. Wabaya. Binadamu wabaya. Wabaya wabaya. DJ kamatia. Naomba tukae. Sisi moye! Kanada safi! Safi. Basi kama nilivyokuwa nimewapa utangulizi kuwa tumepokea wageni nyumbani kwetu CCM kata ya Bonyokwa. Nina orodha hapa ya wageni kutoka chama cha umma. Tumepokea wageni 20. Karibuni sana. 20, lakini leo walioko hapa wako 6. Kwa hiyo tumepokea wageni na tunawakaribisha sana kwa niaba ya wengine, na hao wageni ambao wapo leo hapa tutawapatia zawadi ya t-shirt, na hao wengine tumekubaliana tutakutana kesho saa 4 pale ofisi ya chama Kinendile, ili sasa nao tukawape t-shirt pamoja na kadi za chama, ili tarehe 29 waungane na sisi kwenda kukipigia Chama cha Mapinduzi. Sisi moyo. Oye. Basi niwakaribishe sana. Kuna mama yuko chini hapo, kuna dada hapa. Dakika moja ndio jina lako,
jina lako tu. Simona, yani bado hata kutamka CCM ni ngumu, lakini tutakwenda naye tu. CCM hoye! Hoye! Kwa majina naitwa Jovina James Mwaya wa Kilomba. Wewe ndugu yangu. CCM hoye! Hoye! Kwa majina naitwa Jovina James Mwaya wa Kilomba. Awe, wewe ndugu yangu. Mama naona na mtoto yuko chini. Sasa tunaomba sasa kama tulivyoongea kwa kesho saa 4 tutakuwa hapa ofisini kwetu. Sisi pia tuna ofisi saa 4. Mje pia mpate kadi. Ili tarehe 26 tumalize. Naomba niwape zawadi. Tuko nje hatibu. Naomba hizo DJ tutoe. Jamani, asanteni, tukuta pia utapata kushikaji. Iganjani muende, jeuri atoka wapi? Unguza ugaigai, ni kuogopa kunipi? DJ wako kamatia. Wana Canada, niseme tu neno la shukrani. Asanteni sana kwa kutusikiliza, nami tumeelewa na tumekubaliana hiyo tuliongea. Tarehe 29 saa 2 kamili tufike kwenye vituo vyetu vya kupiga kura, tukiwa tusahau vichinjio. Baada ya kusema hayo, niseme tumeaisha mkutano mpaka siku nyingine. Asanteni sana.